Pokea kwa imani. Basi Mungu aliye hai aendelee kukutunza na wewe mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunajifunza baraka za Mungu kwa mtu amchaye Mungu. Baraka za Mungu kwa mtu amchaye Mungu. Nitanena kwa kadiri Mungu atakavyokuwa amenijalia, lakini baraka hizi ni nyingi sana. Ni nyingi sana, lakini nitasema kwa sehemu. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura 13. Mwanzo 13. Mstari wa ngapi? Tunaanzia kabisa mstari wa kwanza. Tunasoma mpaka 13. Mwanzo 13 kuanzia 1. Maandiko matakatifu yameandikwa ya kwamba Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Rutu pamoja naye, mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palipokuwapo hema yake ya kwanza kati ya Betheli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Na Rutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abrahamu na wachunga wanyama wa Rutu. Na siku zile Wakanani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abrahamu akamwambia Rutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Kienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume; kienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, na ya kwamba lote pia lina maji, kabla ya Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Rutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Rutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani, na Rutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru.
kwa wema na uaminifu wako mkuu. Naomba uwe nasi katika ibada hii, mwanzo wake mpaka mwisho. Mungu wetu, tuhudumie, tujalie uwezo ambao si wa kawaida kutembea katikati yetu, maana wewe ni baba yetu, nasi tu watoto wako na watumishi wako, katika jina la Yesu Mwokozi, amen. Siku zote Mungu anakuwa na mpango na maisha ya mtu ambaye amemkubali, kumpa maelekezo katika maisha yake, namna anavyoweza kuwa na maendeleo, mafanikio na usitawi. Mungu alimtokea Ibrahimu akamwambia Abrahamu huyu yeye atoke katika nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba yake, ili aende mpaka ambapo Mungu atamwonyesha. Ibrahimu alisikia maelekezo, lakini hakuenda kama Mungu alivyokuwa amemkusudia. Ikabidi amchukue ndugu yake ambaye ni binamu yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema alikuwa anaitwa Rutu, na Rutu alikuja kuonekana tena anakuwa kikwazo katika safari ya Abrahamu. Na tunaona Mungu alikuwa ameshambariki Abrahamu kwa mifugo, lakini pia Rutu alikuwa na baraka hizo za mifugo. Biblia inasema kwa sababu Abrahamu aliamua kwenda na Rutu, hii ndio sababu katika nchi waliokuwa wameifikia ikawa ndogo kulingana na wanyama wao. Kwa hiyo wale wafugaji walipata shida ya kuwa na misuguano. Biblia inasema waligombana. Walipokuwa wamegombana, sasa Ibrahimu alikuwa ni muungwana, alikuwa ni mtu anayemcha Mungu, mtu ambaye anatambua kwamba baraka zake zinatoka kwa Mungu, lakini alijua pia si vizuri kuwa mgomvi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata walipopata habari za magomvi ya wachungaji wao, ilibidi Rutu na Ibrahimu wafike mahali wakae pamoja ili wafanye maamuzi, wasiweze kugombana. Na hii unaweza ukasoma kwa wepesi, lakini wale wachungaji wao walipigana kabisa kabisa. Kwa hiyo ulikuwa ni ugomvi mkubwa ambao ulisababishwa na Abrahamu kukosea. Mungu alimwambia toke katika jamaa yake na katika ndugu zake, yeye akaamua kwenda pamoja na binamu yake. Huyu binamu yake ndiye akageuka kuwa kikwazo. Kwa hiyo katika mjadala ule ililazimika Ibrahimu atumie hekima katika maamuzi, maana alimjua Rutu ni mtu ambaye ana tamaa, ni mtu ambaye hana roho iliyonyoka. Kwa hiyo akamkubalia katika namna ya maamuzi yake, akamwambia kwa sababu eneo hili halidutoshi, ni vizuri kama unaenda kusini, mimi niende kaskazini, kama unaenda magharibi, mimi niende mashariki,
ili katika sura hiyo basi tuweze kutengana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Yesu asifiwe. Biblia inasema Rutu alipoinua macho yake akaliona bonde hilo la Sodoma, jinsi lilivyokuwa zuri, linavutia, linaonyesha mtu akiingia huko atafanikiwa na kustawi sana. Ndipo akawa amechagua yeye kwenda katika bonde hilo, lakini Abrahamu akaenda upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, katika maisha ya kiroho, tunapokuwa tumemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni muhimu kutokubali kuwa na tabia kama za Rutu. Maana Rutu ni roho inayosababisha vikwazo katika namna ya kumcha Mungu, katika namna ya kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika vipindi hivi tunavyoishi, utaona tu roho kama hizo za kina Rutu zinafanya kazi katika safari tuliyo nayo ya wokovu. Unaweza ukaanza safari ya wokovu, lakini pembeni yako una Rutu ambaye hakushauri kutenda kwa haki, ambaye hakushauri kutenda kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wasafiri na wapitaji, ni muhimu kuwa makini kwa kutambua mwito wetu. Tumeitiwa maisha ya haki na maisha ya uaminifu mbele za Mungu. Maandiko yanasema katika ule mstari wa 12 kwamba Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani na Rutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini ule mstari wa 13 unasema, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Kwa hiyo hawakujua mapenzi ya Mungu wale watu wa Sodoma, na hao ndio ambao Rutu alikwenda kuishi nao. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu tunapokuwa tumeokoka kuelewa mpango wa Mungu wa kutuokoa katika maisha yetu, ili kujiokoa na athari zinazotokana na uovu. Maana Rutu hakuwa mwepesi wa kuipenda haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niombe tusome mistari hii michache ya Mwanzo 19:24 mpaka 26 na 30 mpaka 38. Mwanzo 19 kuanzia mstari wa 24. Imeandikwa, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote, na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Rutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi.
Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Anzia 30. Lutu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi, atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumuhifadhie baba yetu uzao. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili wa Rutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamuita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabi hata leo. Yule mdogo naye akazaa mwana, akamuita jina lake Benam. Huyo ndiye baba wa Amoni hata leo. Amen. Yesu asifiwe. Unaona sasa, Rutu kwa sababu ya uchaguzi wa maisha yasiyofaa akachagua kwenda katika nchi hii ambayo waliishi watu waovu. Kwa hiyo ililazimika na yeye awe mtu muovu. Hata wakati upendo wa Mungu ulipomfuatilia ili aweze kujiokoa pamoja na familia yake, kwa sababu alikuwa na tabia ya uovu, hakuweza kuwa mtii, akaweza kutoka pamoja na jamaa yake. Aliendelea kuwa na namna ya ushirika wa vitu viovu. Hii ndiyo sababu alikwenda katika ile nchi, na madhara ya matokeo ya maisha ya usimsahau ni mwaka wao.